Karibu sana katika channel yetu uweze kurefresh fuvu pamoja na ubongo. Hapo utapata movie kali zote za Nigeria zilizoweka katika mtindo mzuri na wa kuvutia kinoma. Tafadhali bila roho ya kukunja ni kuomba bonyeze kitufe cha subscribe tusaidie kufikisha lengo letu haraka iwezekanavyo. Kumbuka kusubscribe ni bure kabisa, lakini mchango wako ni mkubwa sana katika ukuaji wa channel yetu. Haya, tuliza fuvu pamoja na ubongo, tuanze safari. Tunaanza na Aminata, mwanamke kijana aliyesimama mbele ya baraza la majaji akishtakiwa na kuhukumiwa kwa misingi ya sheria ambazo hazifahamu katika ardhi ya kigeni. Kati ya umati waliokusanyika kuna mwanaume mzungu aliyevalia mavazi ya kifahari akimtazama kwa dharau. Aminata anapongojea hatima yake, kumbukumbu zinaanza kumiminika akilini mwake, zikimrudisha mwanzo wa safari yake mbali kabisa na mahakama ya Magharibi. Kila kitu kilianzia Bayomali, Afrika ya Magharibi mnamo mwaka 1761. Aminata alikuwa msichana mwenye hali na mchangamfu akiishi maisha ya amani kijijini mwao. Mama yake alikuwa ni mkunga mwenye kipaji aliyekuwa akimfundisha jinsi ya kuleta uhai salama duniani. Baba yake Muislamu wa kweli na shujaa aliyeheshimika alimfundisha kusoma, kuandika na kuelewa hali zilizowazunguka, lakini usalama haukuwa wa kudumu. Kulikuwepo hofu ya kila wakati, tishio la watekaji waliokuwa wakiwavamia kijijini pale na kuwateka watu ambao hawakuwahi kuonekana tena. Kwa kulijua hilo, baba yake alisisitiza kuwasindikiza yeye na mama yake hadi kijiji jirani. Safari hiyo hata hivyo ndio iliyogeuza maisha yao milele. Ghafla vurugu ziliibuka, walivamiwa na wateka nyara, baadhi wakiwa na bunduki na wengine wakiwa na usaliti. Licha kupigana kwa ujasiri, wazazi wake walishindwa. Aminata alishuhudia kwa huzuni na hofu kijiji chao kikiteketezwa kwa moto na wazazi wake wakiuawa. Yeye pamoja na wengine walikamatwa na kufungwa minyororo. Kati ya waliotekwa alikuwepo Fanta, mwanamke kutoka kijijini mwao. Walifungwa pamoja na yeye minyororo na matumaini ya kutoroka yalitoweka kabisa. Walipoendelea kusafirishwa kwa miguu wakiwa wamechoka na kujia hofu, mvulana aitwaye Chikula alimletea Aminata maji. Ingawa alikuwa mfanyakazi wa wateka nyara, kulikuwepo bado upole ndani yake. Hakuwa kama watu wengine. Aminata alipokuwa akizidi kudhoofika, Chikula aliamua kumpatia embe ili kumtia nguvu. Kwa bahati mbaya, Fanta akamnyang'anya bila huruma. Baadaye Aminata alipojaribu kuswali alishambuliwa na kupigwa kikatili. Hata hivyo, Fanta alikuwa akionekana kuwa kama mkali na asiyejali, alimfariji baada ya mateso yale. Chikula akiguswa na mateso ya Aminata aliwasihi watekaji wamsamehe angalau kwa muda. Alipofunguliwa, Aminata aliona alama za makovu usoni mwake na akatambua kwamba anatoka katika kijiji ambacho mamake alikwenda awali kufanya uzalishaji. Uhusiano huo ulimuumiza, lakini pia ulikuwa ni wa kina sana. Hatimaye waliotekwa walifikishwa pwani na kukutana wanunuzi wao, watu wa kigeni wasiowahi kuwaona kabla. Chikula akielewa kinachofuata, tayari wengi walikuwa wamefariki kabla hata ya kufika bandarini, lakini maji yalipoonekana walijua kabisa hakuna tena kurudi nyuma. Kabla ya kupandishwa melini, walitiwa alama na kuchunguzwa kama mali. Mwanaume aitwaye Tom asiyekuwa na hisia alianza kuwagusa mili yao. Yeyote aliyekataa tupo baharini. Walipoona utulivu wa Aminata, Tom na wafanyakazi wa meli walitambua kwamba anaweza kuwa na manufaa. Aminata aliweza kuwashawishi wamwache mama mjamzito, akiahidi kumsaidia kujifungua. Chinura naye aliletwa na meli hiyo akilazimika kufanya kazi upande wa watekaji. Chini ya staha ya meli, Aminata alishuhudia mateso yasiyoelezeka. Walikuwa wamejazana, wamefungwa minyororo na wakikumbwa na njaa kali. Aliwaita kwa majina yao akiwakumbusha kwamba wao pia bado ni binadamu. Usiku mmoja Tom alijaribu kumbaka, lakini Aminata alikataa kwa uthubutu, na baadaye aliiba kisu kutoka katika mizigo ya Tom akikikabidhi kwa mfungwa mwenzake. Wakati sana walipopata uchungu wa kujifungua, Aminata aliingilia kati akitumia kila alichojifunza kutoka kwa mama yake. Mtoto alipozaliwa hakuwa na pumzi na Aminata alimpa pumzi yake mwenyewe hadi mtoto akaanza kupumua tena. Sanu kwa kushukuru aliamua kumpa mtoto huyo jina la Aminata. Mapinduzi yalikuwa yakitengenezwa wakati wa mkusanyiko juu ya staha. Wafungwa walitekeleza mpango wao. Fanta aliyekuwa akidhulumiwa alichukua hatua ya kwanza akimpiga mtesi wake. Vita vilizuka, lakini walizidiwa kwa silaha na nguvu. Fanta pamoja na kiongozi mwingine jasiri waliuawa na kutupwa baharini. Mwishowe meli ilitia nanga katika bandari ya Charlestown. Wafungwa wakiwa na njaa pamoja na baridi walipelekwa sokoni na kuuzwa kama watumwa. Chikula alimkaribia Aminata akijaribu kumpa faraja ya mwisho, lakini wanunuzi walipowasili waliwatenganisha. Chikula aliuzwa kwanza na kupelekwa mbali. Aminata alinunuliwa na mwanaume aitwaye Robinson Apple aliyekuwa akimiliki mashamba. Alipofika shambani, Aminata aliwekwa chini ya uangalizi wa Georgia, mwanamke mzee aliyemchukulia kama binti yake. Miaka kadhaa ilipita na Aminata akakua na kuvuka ujana. Apple alianza kumtazama kwa nia mbaya. Georgia akiwa na umakini kila wakati alihakikisha Aminata haachi peke yake mbele ya Apple. Kwa siri
alimfundisha Aminata kusoma na kumpatia vitabu vya maarifa kama njia ya upinzani. Mlipuko wa ugonjwa wa ndui ulienea katika eneo hilo na Aminata aliugua. George alimhudumia kwa upendo hadi alipopona. Siku moja Apple alimjulisha Solomon Lindo, mchunguzi wa rangi ya indingo wa Kiyahudi, pamoja na mke wake. Apple alijivunia akili ya Aminata na ustadi wake wa ukunga. Lindo na mkewe walionyesha kuvutiwa naye, lakini Apple alikataa kumuuza. Usiku huo Apple alijaribu tena kumbaka Aminata, lakini George aliingilia kati kwa wakati. Baadaye alimwambia Aminata kwamba Chikula alikuwa amekuja kumtafuta. Walipokutana tena, walikumbatiana kwa hisia kali. Chikula alimletea zawadi na kuahidi kumrudia tena. Hata hivyo, Apple alipogundua jambo hilo alimhoji Aminata, lakini Aminata alikataa kumfahamu Chikula. Katika kitendo cha kikatili na uthabiti, Apple alimbaka Aminata. Waliporudi, familia ya Lindo walimletea zawadi ya kitabu. Aminata hakumueleza Chikula kuhusu kilichotokea. Badala yake walitumia usiku wa upole pamoja, wakiruka juu ya kijiti kama ishara ya ndoa ya jadi. Muda mfupi baadaye Aminata aligundua kwamba ni mjamzito, na alipojifungua mtoto wa kike alimuita May. Alihakikisha kwamba Apple hamkaribii kabisa. Georgia akiwa na busara yake ya kawaida alibaini wazi kwamba mtoto huyo hakuwa wa Apple. Aminata alimuhimiza Chikula kumtembelea mara kwa mara, huku akificha ukweli kuhusu kichwa chake kilivyonyolewa na unyanyasaji alioupata. Lakini asubuhi moja May alitoweka. Aminata alifumania Apple akimuuza mtoto wake kwa paundi 5 tu. Huzuni yake ilikuwa ya kutisha kinoma, kiasi kwamba alipoteza kabisa hamu ya kuishi. George alimfariji na kumshika mkono, akigoma kumwacha apotee. Hatimaye Apple alimuuza Aminata kwa Bwana Lindo. Alimuaga George kwa huzuni kubwa. Bwana Lindo alimwahidi kwamba angemchukulia kama mtumishi, si kama mtumwa. Aminata alimuita mzungu, lakini akamjibu, mimi sio mzungu, mimi ni Myahudi. Aminata hakutaka kubishana naye. Bi Lindo alimkaribisha kwa ukarimu na kumpatia chumba chake binafsi, akifurahia msaada wakati wa ujauzito wake. Aminata alipomweleza kuhusu kuuzwa kwa mtoto wake, Bi Lindo aliahidi kumsaidia, lakini akimuonya kwamba mume wake hapaswi kujua chochote. Bwana Lindo alithamini akili ya Aminata na alitaka amsaidie katika kusimamia kumbukumbu za biashara zake. Wakati huo Bi Lindo alimpeleka Aminata katika soko la watumwa ili kuchunguza aliko May. Waligundua kwamba Apple alimuuza mtoto wake kwa Bwana Scott, mkulima wa pamba katika kisiwa cha Hilton. Wakiwa na nia thabiti, walifunga safari kwenda huko. Walipofika, Aminata alimwona mwanamke aliyebeba mtoto. Alijaribu kumkaribia, lakini bibi wa nyumba alimzuia. Aminata akiwa na matumaini ya kwamba ni mtoto wake, alilazimisha kwenda kumuona, lakini kwa huzuni mtoto huyo hakuwa wa kwake. Muda si mrefu Bi Lindo alijifungua mtoto wa kiume. Hata hivyo, mwaka ulikuwa 1774 na mlipuko wa ndui uligonga Charlestown, ukisababisha vifo vingi, akiwemo Bi Lindo na mtoto wake. Hasara hiyo ya kusikitisha ilimchochea Aminata katika msururu mpya wa machungu ya kihisia. Usiku mmoja wa hatima, Aminata alifurahia sana alipokutana tena na Chikula, mpenzi wake wa zamani. Walikumbatiana kwa hisia kali na mapenzi yao yakafufuka baada ya miaka mingi ya kutengana. Lakini furaha yao ilikatizwa Bwana Lindo alipoingia kwa ghafla akiwa na hasira, akimwamuru Chikula aondoke. Ilikuwa ni wazi kwamba Lindo alikuwa na wivu, lakini Aminata alihisi kwamba penzi lao limeporwa kutoka kwake. Maisha ya Aminata yalipigwa pigo jingine pale Bwana Lindo alipoeleza kwamba alihusika katika kumuuza mtoto wake May. Ukweli huu ulimtikisa Aminata hadi moyoni, na huzuni ya kumpoteza May iliongezwa na machungu ya usaliti. Kwa hasira, Aminata alikabiliana naye kwa ukali, na baada ya mabishano makali alimshambulia, lakini uzito wa kihisia wa tukio hilo ulimuelemea. Jinsi gani aliweza kuhalalisha kitendo chake? Alidai kwamba alifanya hivyo kwa manufaa yake, lakini Aminata hakuweza kumsamehe. Alilia kwa ajili ya May ambaye pia alifariki kwa ndui mwaka 1775. Aminata aliposafiri na Bwana Lindo kwenda New York kwa shughuli za kibiashara, aligundua kuwepo kwa watu weusi huru mjini humo, jambo ambalo liliamsha matumaini mapya moyoni mwake. Katika baa ya Sam, mwanaume kutoka Jamaica aliyekuwa huru kwa msaada wa baba yake, Aminata aliamua kusimulia hadithi yake ya utumwa. Sam alimuonya kwamba New York si sehemu salama kwa watu weusi. Alimshauri ajifiche Canvas Town, jumuiya ya watu weusi waliokuwa huru na watumwa. Ingawa Aminata alitamani kurudi Afrika, Sam alimueleza kwamba nafasi hiyo ilikuwa ni finyu sana. Hata hivyo, alimsihi baki mafichoni kwa usalama wake. Lakini habari ya mapinduzi ya Marekani kufika New York ilibadili kila kitu, na ikawa wakati mwafaka kwake wa kutoroka. Asubuhi ya mpango wa kutoroka, Aminata alijificha msituni kwa siku 2 kama Sam alivyomshauri. Aliporudi, aligundua kwamba Bwana Lindo alikuwa amekwisha kuondoka jijini na akamwachia kiasi kidogo cha pesa ili aweze kuishi. Ingawa Aminata alikataa mwanzoni, Sam alimsisitiza na akaamua kukubali kwa kusita. Katika usalama wa Canvas Town, Aminata alianzisha mahusiano mapya. Alivutiwa sana na Claiborne pamoja na Batilda, wakazi wa eneo hilo, na akajitolea kuwafundisha kusoma na kuandika. Hata hivyo, mapinduzi yalizidi kuenea jijini na Aminata akajikuta njia panda. Tarehe 4 Julai 1776 wakoloni
walitangaza uhuru, lakini Aminata alibaki na mashaka kuhusu Waingereza na waasi wa Marekani. Alikuwa tayari ameshashuhudia usaliti wa kutosha kutokuamini upande wowote. Sam kwa upande wake aliunga mkono mapinduzi ya Marekani, na hata baada ya mapigano kuhamia msituni, Aminata manusura akamatwe. Katikati ya vurugu hizi, Aminata alikutana tena na Chikula, lakini mahusiano yao yalijaribiwa walipojikuta na mitazamo tofauti kuhusiana na mapinduzi. Chikula aliamini kwamba Waingereza walitoa nafasi bora ya uhuru, huku Samu akiunga mkono wa Marekani. Mgawanyiko huu uliwatenganisha zaidi, kila mmoja akashikilia msimamo wake. Maisha ya Aminata yalizidi kuwa magumu pale Luteni Walter, afisa wa waasi, alipomwomba msaada wa kumsaidia mpenzi wake mjamzito kujifungua. Baada ya kumzalisha, Aminata alimtoza gharama zake, lakini hali ilikuwa dhahiri dunia yao ilikuwa na maamuzi magumu na hali ya kikatili. Baadaye Aminata aligundua kwamba Chikula alijitolea kupigana na Waingereza. Ingawa alipinga, alienda pamoja na Luteni Walter kuelekea Aban. Mapigano yalichukua maisha ya wengi. Moyo wa Aminata ulivunjika alipopata barua iliyosema kwamba Chikula alipigwa risasi alipokuwa akimsaidia mtu mwingine. Barua hiyo ilieleza kwamba alisaidiwa na mkulima mzungu aliyekuwa mwaminifu kwa Waingereza. Akiwa na hamu ya kumtafuta, Aminata alimwomba Samu msaada, na pamoja walianza safari hatari kumtafuta Chikula. Kupitia juhudi zao na kwa msaada wa barua maalum kutoka kwa Brigedia General Gate, Aminata hatimaye alimkuta Chikula akiwa taabani. Walimrudisha na kumtunza hadi alipopata nafuu, lakini baada ya ushindi wa Marekani, Aminata alijua muda wake ulikuwa umekwisha. Alihofia kwamba Bwana Lindo angerudi kudai umiliki wake. Hii ni sehemu ya kwanza, na asante kwa kuitazama. Unadhani nini kitatokea baadaye? Je, Aminata atapata amani anayoitafuta au hatari za zamani zitaendelea kumwandama? Usisahau kusubscribe na kufuatilia sehemu zinazofuata za simulizi hii ya kusisimua zaidi. Ulikuwa nami Mr. Muhtasari, mpaka wakati mwingine tena ninakuaga. I'm out.